Katika video hii nitakufundisha ni jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya simple DNA illustration. Okay, ni DNA ambayo ina double strands zake na kila strand iwe na 3 to 5 end. Remember, DNA replication or protein synthesis, that time zile enzyme zinakuwa zinahitaji specific direction ya kuread kila strand. Okay, ambayo ni 3 to 5. So katika video nataka nikufundisha jinsi gani ambavyo unaweza kufanya hiyo illustration from scratch to completion. Kitu cha kwanza utahitaji uwe na kompyuta, iwe ni PC au Mac, lakini kitu cha pili utahitaji kuwa na software hii hapa ya Adobe Illustrator, lakini the third and the last thing utahitaji kuwa na uwezo wa kuitumia Adobe Illustrator. Na hapa si lazima uwe na average skills au uwe na professional skills, no. Unahitaji tu kuwa na misingi, yani introduction ya Adobe Illustrator. Na kwa bahati nzuri nimeshafanya couple videos back kujaribu kuelezea things you need to understand to get started using Adobe Illustrator. You may watch those videos, but also these are my contacts. You may take these my contacts and hit on me and I can teach you how to do that. Okay, so without further ado, let's get to this illustration. Nikiwa tayari niko ndani ya Adobe Illustrator. Hapa ni home. Tunasema this is home, lakini kuna recent files ambazo nilikuwa nikizifanyia kazi, right? So hapa kuna button yenye imeandikwa create new. Nita click hii button na then nitakuja new document, nitaingiza jina la document yangu, niseme ni DNA simple. Tuseme DNA simple. Okay, then hapa nitaingiza zile vipimo. Hapa nataka nichukue width iwe ni 1920 par 10 meter, okay? Na then iwe landscape. Nitachagua then baada hapo nitasema artboard iwe moja. Okay? Right, then nita click create. So now guys, niko ndani ya document ya Adobe Illustrator na hii ni canvas yangu. So first thing to do here is tatengeneza shapes tatu. Cycle moja pamoja na rectangle moja kwa vipimo maalum, okay? Shape ya kwanza itakuwa ni rectangle. So nita pick rectangle tool kwa kuhit M-Boy shortcut na then nita click popote katika artboard na then rectangle dialog box atokea na then nitaingiza vipimo. Hapa this time around vipimo ni pixel, lakini nitaingiza katika millimeter. Width rectangle ya kwanza nitataka iwe na 10 mm, halafu kwa 40 mm. Nitahit enter. This is the first rectangle. Haina rangi but nitakuja niipe rangi, lakini kwa na stroke lazima stroke, then nitakuja nitaipa rangi maybe this one here, okay? This is the first rectangle. The other rectangle nitahit enter, pale itakuja ni 10 mm na then ni 10 mm also. Okay, this one ambayo inakuwa ni perfect square. Na the last shape ni cycle, shortcut L ku gravities tool, then nitasema ni 20 mm na then nitakuja niandike 20 mm. Okay, so niko na shapes tatu hizi ambazo nitakazotumia kuweza kufanya this kind of illustration. First thing, nitazikala kwanza kuzipa rangi tofauti kwa shift F3 ku bring up color guide. Huyu nitampa rangi hii hapa in this way. Align, then nita select kila kitu, nita select shape builder tool, nitaondosha huyo na then this guy nitakuja nitampachika hapa hivi poof, alafu nitamcopy, nitampachika hapa poof, then nita select wote, alafu nitawashusha chini, nitawacopy, alafu nitawarotate, lakini nitawaleta this point hapa. Taweka hapa, okay? So niko na shape hii hapa. Then nita shift M again, this guy and this guy, lakini this guy na this guy nitawaondosha. Tabaki na huyu hapa. Kitakachofuata nitakuja right click, then nitakuja transform, then nita shear kwa nyuzi 30, then nitahit okay. Baada ya hapo nitakuja nitamchagulia rangi ambayo maybe nitapenda kwenda nayo. I need this color.
I need this color, na then nita right click, na then nitakuja katika reflect, lakini nitafanya copy, alafu hii copy nitakuja nitaipa rangi nyingine, maybe this. Okay, baada hapo huyu copy, nitamweka hapa hivi, right, nitamweka hapa, and then nita zoom out kuweza kumnavigate vizuri. Nikimweka hapa, and then nitatengeneza copy yake nyingine, lakini lazima nina uhakika how it is now here. Okay, so nitamcopy huyu wakiwa wawili, kwa selected, select, then nitapeleka kitu kama hapa hivi, right, kitu kama hapa, then wote hawa tena nitawaselect, na then nitawaduplicate katika this direction, nitawaweka here, and then nitarepeat same thing kutengeneza a kind of DNA, control, right. As you can see, tayari tuko na a kind of thing that inaonekana kabisa it is a DNA double strand, the way inakuwa iko twisted with each other. Okay, so what I have to do here to complete ni kuipa to the other appearance. Nitachukua maybe let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. Okay, I think we are done. And as I said before, this is my number. Kama hauna misingi ya Adobe Illustrator, you may take my contact and we can communicate, and I can teach you how to do these stuffs, specifically on how can you do Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, and Adobe After Effects, and all other softwares and all other technological advances that you need maybe as a teacher to be equipped with the 21st century. Bye bye.